Karibu tena mtazamaji. Naona jumbe zenu zinamiminika kwa wingi. Endelea kututumia kauli zako, muda sio kwa mrefu tutakuwa tukiziangazia, ambapo leo tunajadili mchakato mzima wa huduma namba. Mahakama ilibatili jana mchakato mzima ama na kuharamisha. Serikali leo imetangaza kwamba itakata rufaa dhidi ya uamuzi huo. Kwanza kabisa, Mark, wewe binafsi kuharamishwa kwa kadi au mchakato wa huduma namba hapo jana na mahakama ni kitu ambacho ulitarajia au ni kitu ambacho kilikupata kwa mshtuko? Kwamba ni kitu ambacho hakikunistua, kwa maana imekuwa ni kawaida kwamba koti zetu lazima zitaamua katika namna fulani katika kesi ambazo zinaguzia serikali kuu. Kwa hiyo ni kawaida kwa sasa kujua kwamba kesi zote zikienda kule, nadhani kwamba wameamua kwamba lazima serikali kuu itaanguka. Lakini kwa hiyo ni kusema kwamba sidhani kwamba ni maamuzi ambayo yanafaa, kwa sababu yale ambayo ni database ambazo tunazitumia katika nchi hii ni nyingi, na zote zinatumika katika nafasi ambayo sheria imekubali na katika nafasi ambayo zinaweza kuharibika katika kufuja zile details zetu katika mtandao. So kusema kwamba hatuwezi fanya huduma namba ili hali tuko na ID namba ambazo ziko kwenye mtandao, kuna zile namba zetu za pasipoti ziko kwenye mtandao, wamechukua fingerprint zetu ziko katika mtandao, ziko katika hizo database. Kwa hiyo wakisema kwamba huduma namba haifai kwa sababu ya ulinzi wa internet, basi tujiulize hizi details zetu zingine, data zetu zingine ambazo zipo katika ID, katika pasipoti, katika shule, kuna KIMS na MIMS zile za wanafunzi, hizo zote basi pia ni marufuku. Ishmael, wewe binafsi kama wakili umeweza kutathmini uamuzi uliotolewa na mahakama hapo jana, ili angalau tueleze ni vigezo gani vilizingatiwa wakati wa kuharamisha mchakato huo, haswa mahakama ilibatili mchakato huo kwa sababu gani? Subeda, asante sana kwa kunipata nikiwa mashinani, lakini nimekwisha kuangalia kwa vyombo vya habari ya kwamba mahakama imetupilia mbali au kuharamisha ile mchakato wa huduma namba. Kwanza ni lazima imezingatia yale basic principles ya sheria, kama vile kuprotect human rights ya mtu, kuprotect data ya mtu. Stakabadhi kadhaa ambazo wananchi hutumia, nyingi zao ni kama tuseme ni private. Kwa nchi yetu Zubeida, hatujasonga kiwango kile inatakikana tuseme ya kwamba tunaamini minister ya interior, tunaamini minister ambaye yako in charge ya stakabadhi zetu au data zetu ataziweka kwa njia inayofaa. Kwa hivyo ni lazima mahakama izingatie sana strict procedure ya kuhakikisha kwamba documents zetu na data zetu hazitatumiwa vibaya. But hata nikisema hivyo, ningependa pia kurejelea jinsi ndugu yangu ameongea bichache. Hizi information ambazo tunaogopa eti zitafikiwa tayari ziko. Ukienda kwa internet portal yoyote utaona website inakwambia tunatumia cookies. Hizi cookies zinakusanya information yako unavyoendelea kutumia internet. Kwa hivyo kuna hali ya juu ya kutoelimisha hata majaji wetu kwa maneno ya teknolojia, ya cybercrime, ya technology na ya internet. Na hii lazima watu waende training ya kutosha, wajue ya kwamba ulimwengu yote imeenda sasa digital. Kuprocess passport ni digital. Kuprocess maneno ya hospitali ni digital. Kwa nchi zingine kama Amerika, hauwezi kuingia mahali ati unataka kufill form hii ndio hudumiwe. Unapeana huduma namba mara moja, mambo yako yote inaonekana pale. Kisha unaambiwa unataka kufanya nini, unajaza kwa internet. Na Nick, binafsi unadhani kwamba kabla ya mchakato huu kuanza, serikali ilikuwa imeweka sheria au vikwazo ambavyo vingezuia kutumiwa vibaya kwa data za wananchi? Kwa sababu hilo ndilo linaonekana kuwa tatizo kubwa sana, kwamba hakuna sheria, hakuna lile hakikisho kwamba maelezo kuhusu raia yataweza kulindwa. Je, unadhani kwamba mahakama ama serikali ilikuwa imeweka mikakati ya kutosha na inayohitajika kisheria?
Asante sana Zubeda. Ni kweli kuna sheria ambayo inaitwa Data Protection Act, lakini vile hii kesi ilikuwa kotini, kile ambacho kilifanya haswa koti ama hakimu Nyaga kuitupilia mbali ni kwamba serikali haikufanya ukaguzi maalum ama wa kutosheleza kwa ile impact ya data collection. Kwa mfano, jaji alikuwa kiwazi akasema ya kwamba kama hii namba inaenda kutumika, na wakili ameguzia, inaenda kutumika kwa wananchi kupata huduma yoyote, hospitali, polisi ama kwingineko, basi kuna danger ya kwamba kuna watu wanaweza tengwa. Kuna watu wanaweza tengwa kwa sababu pengine vidole vyao havikuchukuliwa vizuri, ama sheria bado haijatambua, kama kwa mfano wale wanubi ambao walikuwa wameenda kotini wanasema sisi hatujatambulika muda huu wote. Sasa kama hauna hiyo huduma namba, unaweza kuna hatari ya kwamba unaweza kosa kupata huduma, na hiyo ndio ilikuwa sababu kuu ya kufanya hiyo sheria kutengwa. Tukaona pia haswa kwa maneno ya watoto, wakasema zile biometrics zao zinaweza kuwa tofauti ama zinaweza kuwa hazichukuliwa vyema, na hiyo inaweza kuwa hatari pia kwao kwa kupata huduma. Lingine lilikuwa ile data protection. Wakasema ya kwamba ingawa tuko na sheria ya Data Protection Act, shida ambaye ipo ni ile ofisi, sheria imesema iko independent, lakini ile ofisi hakimu aliona ya kwamba inahitaji kuwa na commission ili ipewe nguvu zaidi ili kuweza kulinda ile privacy ya wananchi ambao wamepatiana data yao. Na hizo sababu mbili ndizo zilikuwa sababu kuu za kufanya hiyo kazi kuwekwa kando. Mark, unapoangalia serikali tayari wamesema kwamba kesho wanaelekea mahakama, ama si kesho, wamesema kwamba wananuia kwenda kukata rufaa dhidi ya uamuzi uliotolewa na mahakama hapo jana. Je, unadhani ni jambo la busara wao kukata rufaa sasa hivi, au wanastahili kurekebisha yale ambayo yamejitokeza kuwa ni mapungufu kwenye mchakato mzima wa huduma namba? Cha kwanza ni Zubeida, ni kwamba tukizungumza namba ya interneti na mtandao kwa ujumla, sheria zote za dunia yote inaendelea kutengenezwa kwa sababu miundo msingi ya mtandao inabadilika kila siku. Ilhali siku moja kuna hacking ya aina hii, kesho kuna hacking ya aina nyingine. Kwa muda huu sasa hivi kuna ile software inaitwa ransomware ambaye haikuwa hapo awali. Kwa hivyo tukumbuke kwamba si jambo ambalo ni la Kenya tu, ni jambo pia ambalo linakumba dunia nzima. Lazima tulinganishe sera zetu na sheria zetu na dunia nzima, kwa sababu yule ambaye atakuwa ni mfisadi ama atakuwa ni mwizi ama atatenda dhuluma atakuwa katika nchi nyingine, si lazima awe Mkenya. Cha pili ni kwamba lazima serikali ikate rufaa, kwa sababu tukumbuke huduma namba ni kitu ambacho wengi wetu tayari wana kadi za huduma namba. Kuna wengi ambazo wana nambari za huduma na namba, na sidhani kwamba ni sababu tosha kusema kwamba kuna watu wengine ni wanubi ama wengine hawana vidole, labda watakosa kupata huduma fulani. Kwa ukweli wale ambao ni Wakenya ambao hawajatazamiwa, hata kupata pasipoti ni shida. Kuna Wakenya wengi hata kupata kitambulisho ni shida. Kwa hivyo huwezi sema kwamba, ingawa hatuwezi kujumlisha kila mtu ambaye ni Mkenya, na tunajua kila nchi inatashwishwi na shida za kutambulisha wale ambao ni wenye nchi wa nchi fulani. Kwa hivyo hatuwezi sema kwamba kwa sababu kuna vikwazo fulani basi gari isisonge. Tukumbuke kwamba
kwamba katika dunia hakuna nafasi wala wakati wowote ambapo kitu kitakuwa 100%, kwamba kila kitu kiko shwari. Na katika mtandao na kusonga teknolojia mbele, basi haitawezekana hata wakileta ile commission ambao wanaitaka. Na tukumbuke pia tuna Communication Authority ya Kenya ambaye inafanya hiyo kazi. Kwa hivyo hata wakileta commission nyingine, haiwezekani kwamba utapata commission ambaye itaweza kuhakikisha kwamba zile ambazo ni details za Wakenya hazitavujika. Ni lazima kwamba tujue kama zile benki sasa hivi, Zubeida, pale unapoketi katika simu yako kuna application ya benki. Benki inajua kwamba kuna wale ambao ni hackers kila siku wanajaribu kuingia pale. Lakini haiwezi sema kwamba kwa sababu kuna wale ambao wanataka kuingia katika simu yako, basi usiwe na simu, basi simu yako isiwe na benki. La hasha. Lazima tuendelee tujenge na tukilinda katika muda huo. Hatuwezi ngoja tukasema kwamba tumelinda kila kitu, kwa sababu wakati huu unapolinda kitu fulani, kuna yule ambaye amekaa kule Estonia, amekaa kule Urusi, ameketi anafikiria jinsi mpya kama serikali ya Marekani na zile arsenali zake za vita zimeweza kuhakiwa, basi tutasema kwamba tutangoja kila kitu ikiwe shari. Kweli haiwezekani. Naam, Nyaribo, nasikia unataka kuchangia swala hili. Naam. Zubeida. Naam, nakupata. Nasema hivi, unajua nafikiri ya kwamba nchi yetu kuna section ya watu ambaye hawaelewi madhumuni ya kitu fulani, lengo la sheria fulani. Lengo ya sheria ya Data Protection Act ilikuja sio eti iweze kuexpose, yani iweze kuwaweka watu hadharani. Madhumuni ya sheria hii ni kuhakikisha ya kwamba Kenya kama nchi moja tumejuana, number one, tuko wangapi na tunaishi wapi na tunafanya kazi gani na sisi ni wakadiri gani, sisi ni wa level gani, kama ni ya masomo, kama ni ya farmers, kama ni ya watu wa uendezaji wa maneno ya transport. Ndio Kenya iweze kujua watu yao na iweze kutunga, yani iweze kuimplement program zake kulingana na watu. Utakumbuka ya kwamba kuna watu, Zubeida, ambao wanasema mimi ninafanya city council, lakini ukienda huko city council unapata wafanyikazi ni 3000, lakini wale wako pale ndani ni 1000. Kwa hivyo madhumuni ya hii Data Protection Act na pia kuleta huduma namba ni kwamba tujuane. Ndio hata kama ni maneno ya insecurity, uhalifu, inakuwa rahisi kujua ya kwamba huyu ambaye amefanya hili jambo anaishi mahali fulani. Lakini sasa watu wengine wanazingatia, hawataki kuona hayo madhumuni, hiyo policy. Wanazingatia tu kipengele kimoja ama viwili ambavyo havijatekelezwa kulingana na sheria, na tunakubali. Kwa hivyo ungeniuliza mimi ile swali umeuliza Bichachi, yasema si lazima serikali iende court of appeal. Kwa kweli si lazima. Hakuna jambo kubwa yani ya sheria, tunasema jurisprudence, ambaye ati inapelekwa haiko court of appeal na Supreme Court. Ni kurekebisha yale mambo ambayo inaonekana ya kwamba imekiukwa na serikali katika Data Protection Act na kuendeleza hiyo biashara. Lakini court iende kusema ya kwamba wananchi hawawezi wekwa kwa pamoja eti kwa sababu wanaogopa. Unajua wale watu kwa kweli ambao wanaogopa sana hii data protection, utapata ni watu hii wakora watch wanaogopa kujulikana ya kwamba akiiba leo mara moja anashikwa kesho. Kwa hivyo nichukulie jambo muhimu na madhumuni mzuri kuyadunisha na kufanya ni kama ni mapigano kati ya watu wawili. Naam, Nick, wewe binafsi una kadi ya huduma namba? Ngoja kwa mdau wote, na ni kama ingekuwa imeanza basi mimi ningekuwa natengwa kwa huduma mbalimbali. Si kwa sababu sijachukua, lakini ni kwa sababu haijekuja. Na hapo ndio nilitaka kuuliza, kwa sababu kuna jambo ambalo Ishmael ameibua ambalo nililenga kukuuliza wewe, haswa serikali inaposema kwamba wanaenda kukata rufaa. Haswa vitu ambavyo vimeibuliwa na mahakama kuu ni vitu ambavyo kweli unahisi kwamba vinahitaji kusuluhishwa kabla ya wao kukata rufaa, au wana sababu za kuridhisha za wao kutaka kwenda kukata rufaa, na hasa wanapokata rufaa ni katika vigezo gani? Mimi ningeichukulia vile
ile kamishna ya IBC ilivyofanya baada ya ile kesi ya presidential ya mwaka uliopita, ya kwamba walichukulia yale yote ambayo majaji walisema na wakaeka checklist, wakisema majaji walisema hili tumerekebisha, majaji wamesema ile tumerekebisha. Basi baadaye warudi kotini na waseme kwamba tumerekebisha haya maneno yote, tunaomba tupewe sasa ile mwanga ili tuweze kuendeleza. Kwa sababu ukiangalia upande mwingine, hatutaendelea na hii tabia ya kwamba serikali imepoteza hela. Hapa tunaongelea bilioni 8. Hizo ni hela nyingi sana, na yale ambayo walikuwa wanatarajia kufanya si mabaya haswa, na koti hisemi ile vision ambayo walikuwa naye ni mbaya, ingawa wanasema kuna hatari hapa, kama mtafanya hili jambo linaweza kuumiza watu fulani kwa njia fulani, basi tungependa hili na lile liangaliwe. Kwa sababu wamesema ile legal framework ambayo inafaa isimamie hii kazi yote, ili kila mwananchi aweze kuridhika ama awe kwa nafasi ambayo ni sawa na mwingine, na si kutengwa kwa sababu ya kazi ya serikali. Sasa ni sawa, wao wanaweza enda kukata rufaa. Kukata rufaa ni haki ya mtu yoyote, lakini la muhimu lingekuwa ni kurekebisha, kwa sababu hii ni kazi ya wananchi walipa kodi. Kama nitakuwa na huduma namba na mimi na mwenzangu hana, na kwa sababu ya makosa ya serikali na si makosa yangu nikose kupewa huduma, basi hapo nitakuwa nimetengwa, na hiyo sio ndio katiba ambayo tunataka. Nikisonga kwa Mark, hebu kwa asilimia, kwa kuangalia vigezo ambavyo vilitolewa na mahakama kuu, najua ni vigumu sana kubashiri uamuzi utatolewa vipi wa mahakama, lakini kuna zile tunaangalia kama ni options za mahakama ni zipi katika uamuzi ambao utatolewa. Unaona kwamba ni vitu kama gani ambavyo vinaweza kuzingatiwa katika kutoa uamuzi huo? Nadhani cha kwanza ni kwamba tuzingatie kwamba koti zinafaa kutoa maamuzi ambayo inaweza kutekelezeka. Kwa mfano, waliposema kwamba ile ofisi ya CAS haifai, walitoa maamuzi yakisema kwamba wataipa serikali muda ya kurekebisha na kuhakikisha kwamba zile ofisi zikitolewa hazitaharibu kazi inavyoendelea katika nchi hii. Kwa hivyo nadhani ni muhimu sana na zaidi kwamba serikali yetu ipewe nafasi ya kuendelea kurekebisha yale ambayo yako katika koti imesema yako mrama, ila hali iendelee kuweka mikakati na mipango ambayo inafaa. Kwa sababu ukumbuke kwamba ni dhuluma kwamba Wakenya kupoteza hela, kwa sababu si serikali inapoteza hela hizo ni zetu. Hizo hela zikipotea, ingawa koti yenyewe inasema si asilimia yote ya huduma namba ndio shida. Kwa hivyo nadhani kwamba koti ina nafasi kuu ya kusema kwamba iipe serikali nafasi, kwa sababu haichukui siku moja kutengeneza commission, haichukui siku moja kubadilisha sheria. Iipe serikali iende kwa moja. Kwa upande mmoja inaendelea huduma namba, upande mwingine inaendelea kuweka mikakati ambayo koti inafaa. Nadhani lakini Mark, kulikuwa na sababu gani ya kuwa na haraka au kasi ya kutekeleza kitu bila kuweka misingi ambayo inahitajika kisheria? Kwa sababu vile ambavyo umesema, takriban shilingi bilioni 10.6 zimetumika katika mchakato huu mzima, na mahakama imeamuru kwamba haukufanyika kwa njia ambayo inastahili kisheria. Ilikuwa na haja gani ama sababu gani au haraka gani ya serikali kutekeleza mchakato huu bila kuhakikisha yale ambayo wewe umesema kwamba yatatekelezwa polepole, kwamba vile ambavyo vinahitajika kisheria vinaweza kutimizwa? Kwa sababu Wakenya wangapi sasa hivi hawajaenda kuchukua kadi zao, kwa sababu wengi wao wanaona kwamba hawaoni umuhimu wa kwenda hata kuchukua kadi hizo. Je, serikali yenyewe hata imeshawishi huyo mtoza ushuru kwa nini pesa zake zinatumiwa? Zubeida, tuanzie hapa. Sidhani kwamba serikali ilipoketi chini ikifanya huduma namba ilisema kwamba kuna mambo fulani ambayo ni kiume ya sheria haikita kitenda. Tukumbuke kwamba
huu ni mtazamo wa koti, si mtazamo ambao ulikuwa hapo awali. Kwa mfano, katika kandanda, football kwa mfano, FIFA inaketi inasema mpira utafaa kuwa wa saizi, wa shepi, utatengenezwa fulani katika World Cup fulani. Ukibadilisha hiyo, na ili hali mimi nimekuwa nikicheza mpira na mpira tofauti, basi hautasema kwamba nimekeuka sheria. Ukumbuke si ukiukaji wa sheria hapa, ni kwamba koti imeamua yale ambayo serikali ilitenda ikidhani kwamba in good faith, ikidhani kwamba imefanya yale ambayo inafaa, haijafanya ya kutosha. Naam, hebu shikilia, tutakuwa tukirudi na mengi zaidi. Shikilia kidogo wakili, tunarudi muda usio kwa mrefu, tuingie madukani, tutarejea na mengi zaidi na kusihi usiondoke.